Ujambo mpenzi mtazamaji wa Elgon TV Kenya. Jina langu ni Igwe the Boy. Leo hii mtazamaji, nasikitika sana kuwatangazia kifo ya mzee Fred Butaki ambaye ni mzaliwa wa mwaka wa 1936 na aliweza kuaga dunia mnamo tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026 akiwa anapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Cherangani. Kwa mengi zaidi, ungana nami ninapokutana na wanafamilia ambao sasa hivi wanaomboleza kwa ajili ya kumpoteza mpendwa wao. Njoo nami. Mtazamaji, kama jinsi unavyotazama, hawa ni baadhi ya wanafamilia ambao sasa hivi wanaomboleza. Ningependa watueleze mengi zaidi kuhusu kifo ya mwenda zake na jinsi ambavyo wamejiandaa ili kuweza kufanikisha ibada yake ya mazishi. Mimi kwa majina naitwa Adifas Poloman. Nimepewa majukumu ya kuwa mwenyekiti katika mpangilio ya mzee huyu Fred Butaki. Mzee Butaki ametuacha kwa mshtuko mwingi. Tulikuwa tunampenda, tunamhenzi. Leo hii tumejumuika mahali hapa tukifanya makadirio ya mazishi yake. Ningependa niseme kwamba wale ambao wanasikiza katika sehemu hii, sehemu nyingine kupitia Elgon TV, ya kwamba mzee Butaki tumeandaa mazishi yake na karama ya hospitali ambayo itatukarimu shilingi milioni 2.4. Wote ambao wamesikia ujumbe huu na wangependa kujumuika na familia hii, mchango yetu itafanyika tarehe 10 mwezi wa 5 hapa mjini, hapa Bondeni. Okay, kwa majina mimi najulikana kama Geoffrey Sigo, nikiwa mwenyekiti wa kamati andalizi kwa ajili ya mazishi ya mzee wetu mpendwa Mr. Fred, the late Fred Butaki. Langu tu ni kuwahimiza wakazi wa eneo hili la Kongit Bondeni kwamba tujiunge siku hiyo ya tarehe 10 ambayo ni siku yetu maalum ambayo tumepewa sisi kama wakazi wa upande huu wa Kongit, kwamba tuonyeshe upendo wetu mzee, kwamba tukuje siku hiyo tuchange, kisha baadaye tutaambatana na tutaenda kujiunga na wakazi wa kule Kaptama kwa boma lingine la mzee huko, tukuhakikisha kutu kwamba lengo letu moja ni kuhakikisha kwamba sherehe ya mzee inaenda vizuri. Kwa hivyo mimi nahimiza wakazi wote wa eneo hili wasichelewe siku ya kukuja mapema kama desturi yetu wakazi wa eneo hili la Bondeni Kongit. Kwa hivyo mimi tu nashukuru sana kwa wale ambao wamejitolea kwa mpaka sasa kwamba mzee atalaswa vizuri. Asante. Shukrani kabisa. Mtazamaji, tumeweza kupata mipango ya ibada ya mazishi ya mzee mwenda zake. Sasa tungependa kama mnaelewa, watu wako na legacies mbalimbali, na tungependa kuweza kusikia legacy moja mbili ya mzee mwenda zake kutoka kwa mmoja ya wanafamilia. Karibu. Asante sana. Kwa majina ni Wallace Butaki. Mwenye amelala ni baba, na wakati tumekuwa tukikuwa, baba amekuwa ni mtu hakukuwa na upakuzi. Alikuwa anapenda watoto wake wote na alikuwa anafuatilia masomo sana ya kila mtoto, na kwa hivyo alihakikisha sisi wote kila mtu alipokea masomo hadi kiwango cha juu. Na pia alikuwa ni mtu mkulima. Nakumbuka yeye alikuwa miongoni wa wakulima ambao waliweza kuleta mambo na kahawa, mambo na matunda na ng'ombe, na pia alikuwa anasitiza sana mambo na amani, na aliweza pia kuhakikisha pia sisi kama watoto wake tunakuwa kwa upendo wa amani, tunapendana na kusaidiana. Na kwa hivyo sisi kama watoto wake tumepoteza mtu ambaye amekuwa akitupatia ushauri. Tukikwama, ukienda kwake anakusaidia. So kwa hivyo amewacha bega kubwa sana kwetu, na kwa hivyo na mtakia mahali pema hadi siku ambapo tutaweza kuonana.
Okay, mpenzi mtazamaji, kwa kweli ni huzuni mkubwa kupoteza mpendwa wako. Kwa lugha ya Kisaba watu tunasema samusmri ya kupoji, na maana ya kwamba atakiwe kibaya bado ni chako. So leo hii kama jinsi umeweza kusikiliza ni kwamba ni mzee ambaye alikuwa anapenda ukulima, alikuwa anapenda elimu na amefanya mengi zaidi ambayo atakumbukwa na jamii yake. Tungependa pia kusikia kutoka kwa jirani, atueleze labda kama jirani vile vile wamekuwa na uhusiano gani na mzee mwenda zake. Na hapa tuko na jirani mmoja ambaye pia ni mmoja ya wanakamati. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Peter Jamtan. Mimi ni jirani ya huyu mzee aliyelala, na kweli tumesikitika kwa kifo ambaye alipata huyu mzee. Huyu mzee amekuwa mtu ya kielelezo kwa jamii ya area hii, na tunaomba tu ya kwamba watu ya familia hii wawe na naombea Mungu kwa wakati huu mgumu, na tunaomba majirani wote wa sehemu hii na hata wale wanatusikia kutoka mbali ya kwamba hao familia wamejaribu juu chini kutibu mzee, peleka hospitali na bill imekuwa juu sana. Naomba tarehe 10 watu wote ambao wanasikiza wakuje tuchangie pesa ambaye itakaramia masisi ya huyu mzee jirani, na usunika kabisa. Poleni. Wahenga wanasema ya kwamba a friend indeed is a friend in need, na jinsi ambavyo jirani ameweza kuzungumza sema kwamba tu shukran. Na kwa sababu unavyowatazama hapa, hata ukitazama kuanzia sehemu ya juu namna hii uteremke chini, kuna kina mama hapa, na hapa pia kuna mama mzazi mama ambaye pia ni mke wa mwenda zake. Hata sema kitu mtamuona tu aweze tu kuwave, kwa sababu yeye ako na huzuni mkubwa zaidi kwa kumpoteza mpenzi wake. Unajua tunasema ya kwamba mpenzi ni mpenzi tu, na yeye leo hii ana huzuni juu amepoteza mpenzi wake. Pole sana mama, wacha Mungu akufariji na Mungu awe sasa ndio mpenzi wako wa maisha. Kwa majina anaitwa Maureen Chepkorir. Mimi ndio mtoto, tumepoteza baba. Mimi ni mtoto mdogo kwa familia. Nilikuwa napenda kuambia siku ya mchango ni tarehe 10 Bondeni Kongit. Tunakaribisha majirani, marafiki na viongozi wote, karibuni. Kama utaweza kufika, tafadhali tulikuwa tunaomba utatuwekea mchango wako kwa nambari ya simu ni 0707482264. Majina ambayo italeta ni Teresa Naibei. 0707482264. Nyote mwakaribishwa. Hadi mahala pale umeweza kupata taswira kamili ya kile ambacho inaendelea katika boma hii. Na kama kawaida mtazamaji, mambo na maafa yapo kote kote ulimwenguni. Leo ni kwa familia hii, kesho uende na kwa familia yenu, na lazima tutasimama na nyinyi pia wakati mgumu wa majonzi kama huu. Kwa hayo tungependa tu kama familia, marafiki na jamii tuweze kuruhusu roho ya babu wetu mpendwa ipumzike kwa amani, na kwa pamoja tuseme na roho ya baba ipumzike. Asanteni sana, mzidi kutune in Elgon TV Kenya for more updates. Nimekuwa wako MC Igwe the Boy.